something evil going on here. Mwaka 1995, mwanamke mmoja aliingia kwenye hoteli kubwa zaidi mjini Oslo. Hoteli hiyo ilikuwa inaitwa Radisson Blu Plaza Hotel. Alijisajili kama mgeni wa kawaida. Hakuna aliyedhani kwamba ndani ya siku chache tukio lake lingekuwa moja ya mafumbo makubwa zaidi ya uhalifu barani Ulaya, kwa sababu mwanamke huyo hakuacha nyuma hata kidokezo kimoja cha utambulisho wake. Ilikuwa ni usiku wa tarehe 31 Mei ya mwaka 1995. Ilikuwa saa karibu na saa 10:40 jioni. Mwanamke mmoja mwenye muonekano nadhifu aliingia kwenye mapokezi ya hoteli. Alikuwa amevaa mavazi ya kifahari. Alionekana ni mtulivu sana, kana kwamba anajua kabisa anachokifanya. Alijaza fomu ya wageni. Kwenye sehemu ya jina lake akaandika Jennifer Freyaget. Lakini jambo la ajabu lilikuwa ni hili hapa. Aliandika jina hilo vibaya mara kadhaa kama Freyaget. Je, ilikuwa ni bahati mbaya au alikuwa anajaribu kuficha jina lake halisi? Katika fomu hiyo alisema anatokea Velan, Ubelgiji, lakini baada ya uchunguzi wa polisi ilibainika kwamba anwani hiyo haikuwahi kuwepo kabisa. Kana kwamba mtu huyo alikuwa ametengeneza maisha ya uongo, lakini bado hoteli ilimpa chumba. Alipewa chumba nambari 2805 kwenye ghorofa ya 28. Chumba hicho kingekuwa baadaye eneo la tukio la ajabu sana. Kwa siku 3 zilizofuata, maisha yake hotelini yalikuwa ya ajabu kidogo. Kutoka sana chumbani na hakutaka kusumbuliwa. Mara nyingi aliweka alama ya do not disturb. Alinunua vitu vichache sana, soda kadhaa na pakiti moja ya chipsi, kana kwamba mtu huyo hakuwa na mpango wa kukaa muda mrefu. Lakini kulikuwa na jambo lingine lililowachanganya wafanyakazi wa hotel. Alisema angekuwa na mgeni mwingine aitwaye Lois Freyaget, lakini mtu huyo hakuwahi kuonekana. Tarehe 3 Juni ya mwaka 1995, hoteli iligundua kuwa mwanamke huyo hakuwa amelipia chumba chake. Wafanyakazi walimtumia ujumbe kupitia televisheni ya chumba chake. Ujumbe huo ulisema, tafadhali wasiliana na mapokezi. Inaonekana ujumbe huo aliusoma, lakini wala hakushuka. Hatimaye mlinzi alitumwa kwenda kuangalia chumba hicho. Alipofika mbele ya mlango wa chumba nambari 2805, aligonga mlango. Mlango haukufunguliwa. Aligonga tena na ghafla mlio wa risasi ukasikika kutoka ndani ya chumba. Dakika chache baadaye, polisi walifika na wakavunja mlango. Ndani walimkuta mwanamke huyo amelala kitandani. Alikuwa na bastola mkononi. Risasi moja ilikuwa imepiga kwenye paji la uso wake. Kwa mtazamo wa kwanza, ilionekana kama kajiua. Lakini kadiri uchunguzi ulivyoendelea, mambo mengi ya ajabu yaligunduliwa. Polisi waligundua mambo kadhaa na ya kushangaza. Kwanza, hakukuwa na kitambulisho chochote, hakuna passport, hakuna pochi, hakuna hata mswaki. Pili, lebo zote za nguo zake zilikuwa zimekatwa, kana kwamba mtu alikuwa anajaribu kuficha alikotoka. Tatu, bastola aliyotumia ilikuwa imefutwa nambari yake ya usajili, na ndani ya begi lake kulikuwa na risasi zaidi ya 30. Sasa swali likawa kubwa zaidi. Huyu mwanamke alikuwa ni nani? Huu ni mwisho wa sehemu ya kwanza. Miaka mingi imepita tangu tukio hilo. Polisi wamefanya uchunguzi mara kadhaa, hata DNA ilichunguzwa, lakini hadi leo hakuna mtu aliyewahi kujitokeza na kusema huyo ni binti yetu. Na hivyo mwanamke wa chumba nambari 2805 bado ni fumbo mpaka leo. Zaidi ya miaka 25 imepita, lakini dunia bado haijui mwanamke alikufa katika chumba nambari 2805 alikuwa ni nani.
jina lake lilikuwa ni Jennifer Fairgate, au labda hilo halikuwa jina lake kabisa. Na hivyo siri ya mwanamke wa Oslo Plaza inaendelea kubaki kuwa mojawapo ya mafumbo makubwa zaidi ya uhalifu ambayo hayajawahi kutatuliwa.